ismu ya binadamu yoyote, basi anatumia kipodozi. Kina mama wengi wana tatizo katika ngozi zao, katika nyuso zao, lakini ile tatizo halikuanza leo. Kila chochote kile ambacho kinatumika katika mwili wa binadamu katika kuboresha muonekano wa kiungo hicho tajwa au kiungo hicho halisi, basi hicho tayari ni kipodozi. Kwa hiyo kwanza lazima tuelewane hapo. Kwa tafsiri hiyo tu neno vipodozi ni kwamba nadhani wote tunakubali kwamba kumbe tunatumia vipodozi wote, akina baba na akina mama, watoto. Kipodozi hakina umri. Ismu ya binadamu yoyote basi anatumia kipodozi. Kwa hiyo tunapotaka kuzungumza kwamba urembo na urembo asilia, vipodozi tayari ni urembo katika Kiswahili kingine, lakini namna gani urembo salama, urembo uwe urembo salama. Katika vipindi vyetu vya afya tunazungumza na kusisitiza kwamba vipodozi tunavyovitumia viwe vipodozi salama. Ndio tunasisitiza hivyo, na mimi kama mfamasia, kama daktari katika jamii, basi nasisitiza kwamba vipodozi tunavyovitumia viwe vipodozi salama. Kujipodoa ni haki yako ya msingi kama mwanamke au kama binadamu yoyote. Hata kwa mwanaume pia ni haki ya msingi kutumia kipodozi, kwa sababu binadamu lazima uboreshe muonekano wako, uweke bora zaidi. Kila siku tunataka tuonekane bora zaidi. Yaani pale ilivyo basi uonekane katika hali njema zaidi. Na ndio utu na ndio binadamu. Lakini tunasisitiza kwamba tutumie vipodozi ambavyo viko salama. Kwa sasa hivi katika jamii yetu kuna wimbi la vipodozi vingi sana ambavyo si salama. Na hivi havijaanza sasa hivi, vipodozi ambavyo sio salama ni miaka mingi sana. Na nataka kuwatanabaisha kwamba vipodozi ambavyo havikuwa salama, ambavyo vilikuwa vinatumika kwa kina mama, hata kwa kina baba kwa miaka mingi sana. Unaweza nikasema kwamba takriban, kwa utafiti wangu, kwamba takriban hata vipodozi ambavyo vimetumika miaka 25, 20, 15, 10 iliyopita, athari zake zinaonekana leo. Katika jamii yetu ni kitu cha kawaida sasa hivi kwa kuona kwamba watu wengi au wakina mama wengi wana tatizo katika ngozi zao, katika nyuso zao, lakini ile tatizo halikuanza leo. Ile tatizo lilitokea au alitumia kipodozi chenye viambata vya sumu miaka 20, wimbi la miaka 80, miaka 90, miaka 2000 mwanzoni pale, wakina mama wengi ambao walitumia vipodozi ambavyo vilikuwa vina viambata vya sumu, zile athari zake zinajitokeza leo. Sisi ambao wafamasia na madaktari ambao tunafanya kazi kwenye community moja kwa moja, ni kwenye jamii moja kwa moja, tunakumbana na matatizo haya. Mtu anakuja kuambia kwamba nina madoa haya au nina hali hii katika uso wangu au katika mwili wangu, ngozi yangu ina athari hii, lakini kwa uzoefu wa watu ambao wamesomea mambo haya, ukiangalia ile hali aliyokuwa nao ni athari ambayo kuna kitu kilitumika chenye kiambata cha sumu kwa miaka mingi sana iliyopita, lakini katika kumhoji unakuta kwamba alishaathirika kwa miaka 15, 20 iliyopita, au recently tu miezi michache iliyopita alikuwa kuna kipodozi cha viambata vya sumu ambavyo vilikuwa vinatumika na vikaathiri ngozi yake. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusisitiza kwamba serikali inafanya bidii kubwa sana kwa kutumia vyombo vyake husika. Kwa mfano kama Zanzibar tunatumia sana zaidi FDA na vyombo vyetu vya usalama ambavyo viko katika bandari, airport, ambavyo vinadhibiti bidhaa hizi ambazo sio salama katika jamii yetu, ambazo zina athari sana katika miili ya wanadamu. Basi serikali inafanya bidii sana kudhibiti na kujaribu kuziondoa katika masoko, zisiwepo na zisitumike kwa ajili ya kuiokoa jamii husika.